ni machukizo katika masikio yako. amasengesho y'icyaha ni urusaku imbere y'Imana. Amina. Kwa hiyo ndugu wapenzi, reka mubweshe tuvandimwe, kama wewe tumekubali kuwa Wakristo, niba twaremeye kuba Abakristo, ukajinyima mambo mengi hapo nje, wima ibintu byinshi byo ukajinyima ukasema muda wangu wote nitauweka niwe mbele za Mungu. Tunamshukuru Mungu kwa makubwa ambayo anaendelea kutenda katika kanisa hili na ulinzi wa ajabu. Ninajua nyinyi wote hakuna mwenye alijilinda kusema tuliachana Sunday, leo ndio tunaonana mara tena siku 7. Kwa kweli hata kama hujasimama hapa, lakini tunajua ya kwamba Mungu amekulinda. Na ndio sababu tunakuona mahali hapa. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Pili, tunamshukuru Mungu kwa wale wote walikuwa wagonjwa. Mungu amewaponyesha. Bwana asifiwe. Kama wewe ulikuwa mgonjwa, lakini leo unasikia nafuu na ukasikia Mungu yakuja kanisani, tunasema Bwana asifiwe sana kwa ajili yako. Tunamshukuru Mungu kwa vile Mungu ameweza kuponyesha wakina Mama Maria kwa ajili ya ajali. Hata na wengine walikuwa pamoja naye. Tunashukuru Mungu kwa vile Mungu anaendelea kujionekania katikati ya watu wake. Bwana asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amempa mtoto mwimbaji wetu Uza Mkunda. Mungu ametenda makubwa. Tulifika hapo wakaanza kutuambia habari ndefu. Mambo ya daktari anasema mengine marefu, nao wanasema mengine, nikaona kama hii ni magumu. Lakini pamoja na Mungu wetu tukaambia Mungu tunataka leo, najua sisi tumeomba leo hii tunataka jibu kutoka kwako. Kabla hatujatoka hospitalini wakatuambia karibuni hapa atapata mtoto. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Acha nikwambie, ukiona mwenzako ana mzigo mzito, hata wababa ambaye hawajabeba mimba, lakini tunaonanga ni shida kubwa. Wamama Mungu wao anawabariki sana. Haleluya. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa vile Mungu amewapa mtoto. Hiyo ni upendo wa Mungu na nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Pamoja na hayo, tunamshukuru tena Mungu kwa sababu tumepata nafasi ya kuja kukusanyika. Kila mara ninaisema hivi, nasemanga hivi, ukiona wakati unapoingia kanisani unapata nguvu za kuja kanisani, jua kwamba si kitu ya kawaida. Chenye kitabadilisha si kitu ya kawaida. Tazama ni wangapi unajua wenye kuwa kwa manyumba zao. Ni wangapi ambaye wanakushinda hata afya, lakini weko kwa nyumba zao na wengine wanakuwa kwa shughuli zao. Lakini wewe umeweza kupata nafasi, ukakubali sauti ya Mungu kusema endeni kanisani. Kwa sababu neno la Mungu linasema fanyeni kazi zenu siku 6, lakini siku ya 7 kujeni mniabudu na kunisifu. Mungu siku ya leo ameifanya kama siku ya kuja kumwabudu. Mungu awabariki sana. Tunamshukuru Mama Safi kwa kujipa na nguvu kuja katika hekalu. Kwa kweli wakati tumepata habari kama wamepoteza mzazi wao, ilikuwa ni vigumu, lakini kwa kweli kwa sababu ya bidii na Mungu na Roho Mungu amemwezesha katika maisha yake. Na tunaendelea kumwambia pole. Na Mungu aendelee kuwa pamoja nao. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo siku leo tumefurahia kwa kupata nafasi ya kuweza kuzungumza nanyi neno la Mungu. Kwa sababu hii ni mpango wa Mungu.
si mpango wa yule yeyote. Na mimi si mimi pekee ninahubiri kanisani. Ni watu wengi tunahubiri. Lakini leo Mungu amejua kwamba amependezwa mimi nipate zamu hii. Kwa hiyo pamoja mnisaidie tumpe Bwana utukufu. Haleluya. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa sababu watu wote tunaweza kupata nafasi na kunyenyekea chini ya msalaba wa Kristo. Kwa hiyo tuko na neno fupi ambalo tunataka tuzungumze siku ya leo. Ni kumcha Mungu. Kumcha Mungu. Sijasema kumcha mtu mwingine. Sisemi sijazungumza kwa wazazi, watoto kuacha wazazi wao. Hatutazungumza jinsi unamheshimu bosi wako au manager wako. Leo neno la Mungu linasema Bwana asifiwe sana. Amen. Imekuwa vyema tuzungumze kuhusu kumcha Mungu. Kumcha Mungu ni nini? Kumcha Mungu tunaweza tukavipata kwa namna tofauti au kwa level tofauti. Lakini tutazungumza kwa neno tu moja. Kumcha Mungu ni kufanya nini? Ni kuyafanya mapenzi yake. Kumcha Mungu ni kuyafanya maagizo yake. Kumcha Mungu ni kufurahisha Mungu. Kumcha Mungu tuko pamoja. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumcha Mungu ni kuyafanya yale Mungu anataka kwa ajili ya maisha yako uyafanye. Kwa sababu ukiangalia maisha yetu, mwanadamu wakati ameweza kuokoka, wakati ulisema mimi ninaamua kuwa Mkristo, ukaokoka ukampokea Bwana kama Bwana na Mwokozi wako ndani ya maisha yako, ukaweza kukamata hatua ya pili, ukaenda kubatizwa, ukabatizwa kwa maji mengi, ukafuata mafundisho, ukafika wakati unabatizwa hata mara ya pili. Maana tunasema hapo ni kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo ukafika hata wakati unaanza kupata jukumu la kufanya kanisani. Haleluya. Amen. Hata unaanza kupata kipawa toka kwa Mungu. Wengine wamekuwa wachungaji, wengine wamekuwa waimbaji, wengine wamekuwa viongozi fulani. Hiyo yote imeonekana kwa kweli kama umekuwa Mkristo, kama umeokoka. Lakini neno la Mungu linasema hivi, kumcha Mungu si hiyo tu. Kumcha Mungu ni kuyafanya mapenzi yake. Tunaweza tukajiuliza, je, mapenzi ya Mungu tunayafanya? Au mapenzi ya Mungu tunayatenda? Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inatuambia kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Na tena kutoka katika dhambi ndipo kufanya nini? Kuwa na maarifa. Amina. Amen. Tumupe Bwana utukufu. Watu wengi wanajua kwamba kuwa Mkristo inatosha, kuitwa Mkristo inatosha. Wanajua kwamba mimi nikiitwa kiongozi au mchungaji inatosha. Wanajua mimi nikiwa na sauti nyororo mimi ni mwimbaji wa maarufu lakini inatosha. Lakini acha nikwambie, kusema uwe Mkristo kamili ni kumcha Mungu. Na tutamcha Mungu kwa njia gani? Tutamcha Mungu kwa njia ya kuyafanya mapenzi yake. Kama unajua siri ya kumcha Mungu, na siri ya kumcha Mungu hakuna kitu kingine.
Usitafutie huku na huku. Ntuzashakirana. Jua kumcha Mungu. Menya kuba Imana ni kuyafanya mapenzi yake. Gukora ubushake bwayo. Na amesema. Kandi yaravuze ngo. Neno la Bwana limetuambia. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo kumcha Mungu. Kuba Imana ndio chanzo cha hekima. Niko kumenya Ndio shangiro ry'ubwenge. Kumcha Mungu, kumenya Imana ndicho chanzo cha hekima. Ni shingiro ry'ubwenge. Na kutoka katika dhambi, kandi kuva mu byaha ndio chanzo cha maarifa. Niko kujijuka. Sasa kwa nini watu tunashinda tunasababika? Kubera kitu tukomeza kuhaki. Tunaenda huku na huku. Tukajana. Lakini tunatafutisha hekima. Tukashaka ubwenge. Tunatafutisha maarifa. Tukashaka ubumenyi. Tunatafutisha Mungu atufanyie mamirako. Tukashaka Imana. Tunatafuta Mungu atufanyie mambo. Tunamlilia Mungu muda mrefu. Tunajaribu kumpea mahitaji zetu. Kila siku tunakuwa kanisani. Kila mara tunakuwa katika maombi. Lakini haujajua siri ya kusema Mungu akusogelee. Ni kumcha Mungu. Na kumcha Mungu ni kwa kila mtu yeyote. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumupe Bwana utukufu. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Hapa tumesoma. Wamesema hivi. Bavuze gutya ngo heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Haleluya. Amen. Heri yule mtu hahirwa umuntu wese amchaye Bwana, Imana, apendezwaye sana na maagizo yake. Akishimira amategeko yayo. Kwa sababu gani? Kubera iki? Ni faida gani? Ni nyungu yihe? Nisikilize vizuri. Nyumve neza. Tumesikia kumcha Mungu ni nini? Tuzi ko kuba Imana ari iki? Nataka sasa nikuelezee hivi. Ndashaka ngumbwire yuko ukifanya kumcha Mungu kwa njia hiyo tumesema, ubashimana mu nzira twavuze. Sikia yale ambayo utapata faida gani? Wumve inyungu zabikuramo. Wazao wako watakuwa hodari duniani. Urubyaro rwe ruzaba nk'inyenyeri mw'isi. Kizazi cha mwenye adili, urubyaro rw'umukiranutsi, kitabarikiwa, ruzahabwa umugisha. Nyumbani mwake, mu rugo rwiwe, muna utajiri na mali, harimo ubukire na haki yake yakaa milele. Ya ukuri kwe kuzabaho ya. Nuru umuco huzuia wenye adili gizani. Urinda abakiranutsi umwijima. Urinda abakiranutsi umwijima. Na fadhili na huruma na haki. Ukuri no gukiranuka bizaba mu iteka. Haleluya. Kwa sababu gani Daudi ameandika haya? Kubera iki Daudi yandisibigiwe? Mnajua Daudi alikuwa ni mfalme. Mnaweza Daudi yari umwami. Na ameyapitia Daudi amekutwa na Mungu mahali katika akichunga kondoo za baba yake. Imani yako Daudi ari umungeri w'intama. Lakini Mungu akamuona na akamjua. Imani inamureba ikamumenya. Kama vile na wewe umechaguliwa katika umati wa watu. Nao wahamagara mu bantu benshi. Mungu akakubali akasema wewe ndiye utakuwa mfuasi wake au mtoto wake. Imana ibona ko ari byiza kuzakugira umukozi wayo. Na hapo sasa aho ngaho rero akasema ya kwamba yamubwiye yuko Daudi akafika kwa hiyo pesa akasema Daudi amaze kugira ku ruo akasema heri wale wamchaye Bwana. Hahirwa abo Uwiteka. Hajasema wale wenye kuwa na pesa mingi. Ntiyavuze abafite amafaranga. Hajasema wale wenye kuzaa watoto wengi. Ntiyavuze ababyaye abana. Hao kama uko na cheo nzuri cyangwa se abanyacyubahiro. Amesema hao sio waheri. Yaravuze ngo nabo ntabwo bahirwa. Lakini akasema wenye kuwa heri ni wanani? Aravuga ngo bahirwa bari bo ni wamchao Bwana. Nabo baho Uwiteka. Kwa sababu kubera yuko hata vizazi vyao n'urubyaro rwabo, kizazi chao urubyaro rwabo kitakuwa chenye kubarikiwa. Bazaka nk'inyenyeri. Nisikilize vizuri. Reka unyumve neza. Kumcha Bwana kwako wewe mzazi, wewe kuba Imana kinafanya impact kwa watoto wako. Kugira ingaruka nziza. Kumcha Bwana wewe mama, kuba Imana kinafanya impact kwa familia yako. Kugira ingaruka. Kumcha wewe
Neno la Mungu limesema wale wamchao Mungu hata vizazi vyao vitabarikiwa. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sikiliza vizuri. Unyumve neza. Neno la Mungu limesema usema kizazi chako kibarikiwe. Wewe umche Mungu. Hiyo tu. Hawajasema upeleke kwa ile university kubwa tu. Hao leta pesa nyingi uanze kutafuta jinsi ya kufanya. Unaweza ukampeleka hapa. Unaweza ukatoa mali mingi kwa ajili ya mtoto wako. Lakini kama Mungu hayuko ndani ya hiyo mama, anamaliza lakini anakuwa mlema, anakuwa homeless. Haya mtayaona. Bwana atuhurumie sana. Unaweza ukafanya uwezaye yote, lakini kama Mungu hayuko pamoja na wewe, inakuwa bure. Lakini sikiliza siku leo, Mungu ametuonyesha njia. Neno la Mungu linatuonyesha njia nzuri. Ni kumcha Mungu tu. Usudi kama unataka kubarikiwa, kama unataka kuinuliwa, ukitaka heshima, ukitaka uzao wako uinuliwe, mcha Mungu. Hiyo tu. Na tumewaambia kumcha Mungu ni nini? Ni kufanya mapenzi yake. Ni kuyafuata maagizo yake. Na maagizo yake ni nini? Tuombe Bwana utukufu. Haleluya. Amen. Wazazi mnisikilize. Vijana mnisikilize. Wakristo wote tusikie neno la Mungu siku leo. Inasema ninajua watu wote tunahitaji kubarikiwa. Kila mzazi anataka watoto wake wainuliwe na wabarikiwe. Si kweli? Haleluya. Amen. Lakini neno la Mungu linasema ukitaka kubarikiwa, mche Mungu. Ukitaka maarifa na hekima, mche Mungu. Na utoke katika dhambi. Na baadaye uinuliwe. Na baadaye ubarikiwe. Neno la Mungu limesema vizuri. Tusichanganyikiwe. Limesema hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye akishimira cyane na maagizo yake, amategeko ye. Wazao wake, mnisikilize hiyo verse, urubyaro rwiwe watakuwa hodari duniani, ruzaka nk'inyenyeri, bazaba bakomeye ku isi. Haleluya. Amen. Kizazi cha mwenye adili, urubyaro rw'uwo muntu gumukiranutsi kitabarikiwa, ruzakomera nyumbani mwake, muziwe muna utajiri na mali, harimo ubutunzi na haki. Ubutunzi n'imari na haki yake ya milele, kandi n'ukuri kuzaba muri bo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tukijiangalia, tubirebye, na masiku tunamaliza katika kanisa, n'imisi tumaze mwitorero, na masiku tunamaliza katika hii wokovu, n'imisi tumaze muri akagakiza. Ukiangalia na familia zetu, ukiangalia na maisha yetu ya leo, unaweza ukailinganisha na neno hili. Tukiangalia vizuri, tukijipima kwa neno hili ya leo, unaweza kukuta bado hatujaingia kabisa, hatujakamilika. Hatuja mcha Mungu. Kwa sababu gani? Haya yote tunaya ni mahitaji kwetu. Na ndio maana unaona watu wamemaliza mamilima na mamilima, tunakimbia tukitafuta maisha. Unajaribu kufanya ujaribu kuwina watu familia yako iwe hodari, lakini lakini si Mungu ambaye ametutumia siku ya leo. Anasema kumcha Mungu kuba Imana ndio chanzo cha kila kitu, niyo tangiriro ry'ikintu cyose, na kufuata maagizo yake kandi kubaha amategeko yayo
ndiyo yataweza kufanya familia zetu hata ziwe hodari. Nigo bizatuma imiryango yacu igira imbaraga. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ndugu mpenzi, kubw'ibyo shiti muvandimwe, hakuna mahali tutatafutia. Na handi ushobora gushakira. Ukitaka kuinuliwa, ushaka guhabwa imbaraga, kama vile mwimbaji alisema, nk'uko umuririmbyi yavuze, kwa kuabudiwa na kuinuliwa na kupewa sifa, yote linatokana na kumheshimu Mungu na kumjua. Byose biva mu kubaha Imana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuseme nini? Tuvuge iki? Watu siku hizi abantu muri iki gihe tumetafutisha, tumejifanyia maarifa sisi wenyewe. Twishiriye ibintu tunaanza kutafutisha maisha kwa njia sio halali. Tugashaka uburyo tugomba gushaka ubuzima. Hata unajaribu kuweka mambo mengine kusudi ujaribu kufaulu. Ugashaka kunyura mu zindi nzira. Lakini unapiga hatua ukifika pale inakwama. Watari namwe wagera imbere bigaha. Hata yeye wewe utatengeneza ukiangalia nyuma na kilo imeenda wapi? Wale mtu wale wapanze wale. Kwa sababu wewe bado hujamcha Mungu. Kubera kutubashima. Lakini ukimcha Mungu, ariko ni mubaha Imana. Kwa njia ya kumheshimu, kwa njia ya matoleo, ukubaha Imana mu sadaka utanga. Utata kulinda. Isakuri. Hata uchumi wako utaenda mbele. Ukimcha Mungu, kwa njia ya kufuata maagizo yake, uzao wako utakuwa hodari. Hautapasuka kichwa ukianza kusema. Hautamaliza mafimbo ukichapa sema kwenda hodari. Wewe mche Mungu tu. Na ulete neno, mwambie sasa, Mungu nimekucha, nimeweza kujaribu. Sasa angalia mtoto wangu, angalia msichana wangu, angalia kijana wangu. Mungu kucha. Haleluya. Nimekuilia. Kucha kwa sababu ninakucha wewe Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kumcha Mungu tumesema, kubaha Imana tuvuga kufuata maagizo yake. Nugukurikira ubushake bwayo. Na maagizo yake ni gani? Ichima nishaka niki? Cha kwanza, cha mbere ni kuacha dhambi. Nukureka ibyaha. Tumupe Bwana utukufu. Amen. Cha kwanza, cha mbere ni kuacha dhambi. Nukureka ibyaha. Hiyo ndio kumcha Mungu. Uko niko kubaha Imana. Cha pili, cha kabiri. Bwana asifiwe. Amen. Ni kufuata maagizo yake. Nugukurikira amategeko yayo. Kama maagizo yake yanasema uwe na upendo ndani yako. Ni ibishaka ry'Imana bivuga ngo ugire urukundo muri wewe. Penda ndugu yako kama vile unavyojipenda. Ukunda umuvandimwe wawe uko wikunda. Hata umpende adui wako. Nukunda n'umwanzi wawe. Penda. Mukunda. Hapana, usisema hapana, Mungu hapo mimi sitawezekana, haitawezekana. Nubwira Imana ngo ibishaka kushaka gukunda uyu nguyu. Haleluya. Amen. Kama neno la Mungu linakwambia linasema mchane au maskini. Ibishaka ry'Imana kugira ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi n'abakene. Tenda. Bikore. Usijifanyie tu kujiweka hapo tu kila kitu ujirudike tu. Nubikore kugira ngo ubyishiraho gusa. Hata unasema hawezi kushuka shiba kuvaa manguo. Nureke guhaga kwambara imyenda myiza. Ukitoka mmoja unasema na mimi naitaka. Wabona igezeho kama ngwii. Huku tumeweza kufaulu. Mtanisemea sana zaidi, wenyewe wanapenda zaidi kuwa kujirembesha ni wamama. Anga twagize amahirwe bakunda kwirembesha n'abamama. Kupata manguo ni kitu rahisi. Kuirimbisha. Kupata manguo utaingia kwa valize ya mama mmoja hivi yeyote ule. Unakuta amerundika vitende na vitende na vitende. Ugasanga yaspianos vitende ni vitende. Anabadilisha leo. Leo unamkuta ni mwanaume anavaa vyeusi. Leo unakuta ni vyeupe. Watu hawashibi. Abantu ntabwo bagira. Kwa sababu gani? Kubera iki? Mche Mungu. Kutubaha Imana. Hiyo njaa, hiyo nzara, na hiyo hamu ya kutaka wewe tu kujiangalia wewe peke. No kumva ushaka wewe itaisha. Bizashira. Utaanza kuona mwingine hana kitenge. Uzatania kuona kwa utasema badala niwe na vitenge 10. Afadhali acha nimpenda mwingine. Reka mbe mgenzi wanjye kimwe. Hiyo ndio maagizo ya Mungu. Ibyo niko msitafutie kuyafanya kumcha Mungu mambo mengine. Nimushaka kuyenga kuanzia huko kanisani huko. Nugutangira. Kuanzia pale unaishi. Nugutangira. Kuanzia kwa familia yako. Nugutangira. Kuanzia kwa ndugu zako. Kuanzia kwa majirani. Usitafutie Mungu mahali pengine. Aho ngaho ni uzasanga Imana mwishakira ahandi. Amina. Amen. Mwenzako Mkristo anagonjeka. Umkristo mgenzi wako anarwara. Hata ukijua habari. Nubwo wamenye unasikia hata hiyo haikuangalia. Ukakumva ko byo nibyo bitakureba. Mwingine akifanya hivi. Unasema mimi
kufanya hayo. Wewe ukavuga ngo ntabwo nakora ibyo. Baadaye unasema unamcha Mungu. Hanyuma ukavuga ngo ubaha Imana. Na baadaye unaenda mbele za Mungu nataka hivi. Hanyuma ukajya kubwira Imana ukavuga Imana ndashaka hivi. Mungu anatushangaza kila mara. Imana inatutangara buri gihe. Anakuangalia. Irakureba. Huyu kweli anajua chenye anasema. Huyu Mungu yuko kukavuga ibyasi. Mbona maagizo yangu iko mbele zake? Kwa mbona matendo yayo. Na kila siku wanamhubiri au wanasoma neno la Mungu. Na buri munsi arigize. Lakini hakuna kujitenda hata moja. Aliko na anachima soka akona mwenye maovu ni machukizo katika masikio ya Mungu. Amasenyesho y'abyaha ni urusaku imbere y'Imana. Amina. Amen. Kwa hiyo watu wapenzi, ndeka mubyashi tuvandimwe, kama wewe tumekubali kuwa Wakristo, niba twaremeye kuba Wakristo, ukajinyima mambo mengi hapo nje, wima ibintu byinshi byo mwisi, ukasema muda wangu wote nitaweka niwe mbele za Mungu, ukaba umwanya wanjye uha Imana, mche Mungu, ubaha Imana, mche Mungu, ubaha Imana, kama uko katika nyumba mche Mungu, ubaha Imana, kwa familia yako mche Mungu, ubaha Imana, kama wewe ni mbaba mche Mungu ndani ya familia yako, niba uri umupapa ubaha Imana, kama wewe ni mama mche Mungu ndani ya familia yako, niba uri umama ubaha, kama uko watoto mche Mungu mbele ya wazazi wako, ubahe ababyeyi babo, baadaye urugo wabo mtaona gesi Mungu atatenda makubwa. Hanyuma muzabona ibyo Imana izakora. Mungu abariki neno lake. Imana imushukira ijambo ryayo. Amina. Tuuliza kwa nini Mungu unataka? Unabajije Imana gusemana nikishaka. Kwa sababu nimeisoma, kwa yako naisomye, nikasikia inaingia ndani yangu. Mungu alingiemo. Nikaanza kusikia mambo yanakuja kama mvua. Notanya kumva ibintu bintu. Maisha yetu yakakuja mbele zangu. Ubuzima buraza bwacu. Nikasema Mungu tufanye nini? Ndabona Imana dukora iki? Amina. Amen. Nataka nikwambie neno hili. Nikamgirisha. Leo ni siku yako. Uyu munsi wawe. Sijui kama naweza kuambia utaokoka upya. Sinishobora kukuya murakizwa busha. Leo kama unataka kutembea pamoja na Mungu, iyo ushaka kugenda n'Imana uyu munsi, nataka tujue siri ya kumcha Mungu. Tunashaka tumenye imbaraga zo kubaha Imana. Kumcha Mungu ndio siri ya kuwa Mkristo wa dhati. Kubaha Imana nibyo banga ryo Kristo. Na ndio sababu Mungu anakufurahia. Niyo mpamvu Imana ishobora kutwishimira. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusimame sisi wote. Kandi wabuke twese. Hatuna muda. Amanya dufite. Lakini nilikuwa nimependa ile nyimbo ya wa vijana Salvation ilikuwa imeimba ya pili. Na inakuwa nyimbo ya Salvation kwa